Yaani amekuwa mtundu huyo. Bwana. Kwa mtundu sana. Mtundu ametoa kwa babake. Yes. Na yeye atakuwa na mzuzu kama babani. Sio. Tunaweza kufanya kwenye miti ya mapera, mapapai, mahembe. Eti So utaoni miti itaitoa. Utakuwa mtundu kama papai. Au utakuwa unaimba kaswida kama papai. Sio. Aisha taka maziwa. Taka maziwa. Chouchou, non, ne pleure pas, sois gentil. Ne pleure pas, mon boy. Non. Nachezea ndevu za papa eti, Yo. Baba. Diani. Yo. Inaonekana labda mtu haya makapu yenyewe kipindi sio mazuri. Yaani wifi wewe wakati wako kupika lazima tuchelewe. Mpaka baada ya dhuhuri tumeshana saa 7 huko sana. Lakini mimi mwenzako saa 5:30 chakula kimezani. Wifi wewe. Nataka kuona siku utaolewa nije kwanza kwa shem nione jinsi unafanya mambo yako huko yani. Mwambia. Utashuhudia na wewe umemwambia. Sasa ndio najitahidi mke wangu. Chakula nakipika mapema, mke wangu hali mapema. Nishakwambia. Sasa ni mtoto mdogo hapo sasa. Asante sana na nani? Na ugonjwa wake wa nani? Estoma. Yaani estoma umevumilia. Estoma nishakwambia. Wifi mzito. Wifi yangu jinsi nakupendaga lakini kwa najitahidi kabisa bila chakula. Chakula chote nanunua kwa hapo na nini? Najitahidi unapika mapema. Mimi kwa sababu yale makali ni ndio ya mtihani. Makani masi. Ndio tatizo. Jikaze tu kidogo, juste mtoto mdogo. Ukisema kisha mtu mdogo unakuwa unataka kukosea kwa sababu afya ikizami cha miaka. Sasa ingekuwa tumekosa na hapo ingekuwa. Tumekosa utakosa. Ndio saa ikosa kukosa. Takosa. Mungu atapanga. Na Mungu atujalie tusikose. Ndio, sasa hivi. Unidia kidogo ndasema nitakuja. Basi tazama mara moja kwa kuangalia. Wai, fastisha bana, fastisha. Angalia mambo kama hivi. Ndio kitu kingine mimi dada yangu mimi simuelewi. Ndio tunafanya subra lakini kisi mimi leo naona. Naona kama tukile kanipenda sijui ile tu unajua siwaje na mind ya watu. Lakini naona kama vile kitu mtaka na Atalasimika kupenda, kila sipendi. Sisi ndio. Hapo maskini anajipendea wala sasa tatizo naye sijui kwa nini au labda ni juu na yeye hajapata mume au labda sijui. Kuna kila kitu unampa tu kama kawaida na tuizi yote. Yote yao sasa wakati mwingine mtu akifanya umri wa kiburi mtu mrefu hajapata mume anakuwa rumba na watu wengine. Ushaanza kuona rumba kama anakuwa rumba na hizi kipita na isikia jazba. Unaona wewe. Yaani msani kila siku. Hewa ikipita ikipepea hivi anasikia jazba asili yani jikani asili kwa sababu mtu hajapata mume. Kama naambia mpata mume kama wewe. Sasa mimi nafikiria kwa Sumani. Sina maana yeye ana mke aweze kuunganishia inshallah Mungu katika kheri labda mfina yake apata. Tatizo Asmani kweli anahitaji mke lakini tatizo naenda damu anajiona. Yatakwisha labda kama mjeuri anaweza kamuia ndani. Nini maboy? Shidisha. Baba. Kesha maliza maziwa. Njoo. Hebu njoo. Nani mlazi? Hata ni mwingie afu ni moja pata sinzia. Haya basi baadaye kidogo acha mimi nipate wifi jikoni kidogo. Kulikoni yani hapa nimekuja. Kuna kazi nimekuja kufanya. Najua kuhusiana na nini tu hapo. Najua nimekuja. Nataka tumkomeshe wifi yangu. Maana amezidi ananikera. Huyu mke wa kaka yangu. Jana anajifanya kama anapenda, anajua mapenzi sana.
Katika dunia nzima ndio wa kwanza kujua kupenda. Wewe anajifanya kama ana mapenzi na mume wake. Anajifanya kama ndio anajua kupenda. Anamchukua kakaangu anaenda naye kukoga na mkogesha. Kukiti barazani wanalaliana. Anachukua chakula anamkulisha. Hawezi kula kabla mume wake ajaye. Yaani nadhani ndio bwana anajua mapenzi katika dunia kushinda wanaume. Kadogo mme wangu. Inanipa kero. Ndio ni sasa. Mimi nadhani nayafurahia hata kidogo. Kwa hiyo sasa tufanyaje? Nataka wewe rafiki yangu Zaina shawishi kaka yangu. Yaani umtongoze, upendane naye. Ili nimkomeshe nani wifi yangu maana ananipa kero, ananiuzi. Ni basi sina pa kumweka. Yaani nimtongoze kaka yako? Jamani, umtongoze kaka yangu, mpendane. Yaani hivyo unaona kama nikimtongoza atakubali. Sioni kaka yako iko na msimamo nje kufanya mambo ya adesha fanya vitu kwa alafu ajani paushi. Tutakuja kugeukana. Wenye mimi niko lazima akubali. Umtongoze chini juu akubali mpendane. Nimkomeshe wiki yangu maana ananiuza na nifika hapa Koromeo. Sawa, unajua hapo siwezi kukukatalia fimbo yenye atakupaga msahau maisha. Akishaka tu jua kama wewe unafatana na mume wake. Presha zitampanda na ana wivu mbaya aje sasa. Ana wivu. Umeona hivyo. Sasa kisha kujua yote. Presha inampanda. Kisha mpanda si ndio mna enjoy kama takufa kama tapona shauri yake sina shida naye. Kidangu tu nimpendi na sitaki kumuona. Kidangu kakangu amwache. Kwa hiyo sasa atakuwa hayuko hapa lini? Kesho uje, kesho kaka ameenda kwa vikao vyake vya dini. Sawa? Mimi nitakuwa niko hapa, kakangu atakuwa yuko hapa, nitakuita uje tuanze mambo. Sawa. Haipate pate. Mimi nitafanya hivyo ndugu yangu, siwezi kukuangusha kabisa juu ananiuzi. Ya kusema. Usijali kwa hilo nitakusaidia. Lakini sasa ninaoga, asije kunipausha mimi. Hawezaka kupausha mimi kwenye niko, nitasaidia mimi nitakuwa niko hapa hawezaka kupausha kaka yangu. Wewe jitahidi mambo yakiwa sawa. Utaona mazuri yenye nitakupa. Sio tu kuna ni flash hapo. Mambo mazuri. Mazuri gani hayo? Niambie kwanza. Kaka yangu akikukubali, kapendana. Alafu anayejifanya anapenda akajua. Sasa taanguka yote. Akishaanguka mimi sasa ndo furaha yangu. Ndio nitakupa zawadi kwa kazi utakumenifanyia. Si unajua tena si watoto wa mjini nitafanya hicho kitu usijali. Siwezi kuangusha. Hayo ndio mambo kabisa. Na ndio maana nimekuita juu na kukubali. Si unajua kama napendaga furaha yako. Yaani sitaki kuona unateseka na maana naona hapo hiyo roho hiyo. Wewe acha tu. Shoga yangu wewe usijali acha tu niwahi nyumbani. Si unajua tena nimekuja sijamaliza kazi mimi. Sawa, hamna tatizo. Wewe tutaonana kesho. Sawa. Wewe usijali. Tamkomesha. Karibu mtoto wangu. Karibu. Watu salamu vipi wewe ndio umekawia niko nakusikia kwa mwanamke nyumbani peke yake. Hayuko. Anajifanya kupenda. Usiniambie. Ameshaenda kwenye vikao vyake. Kwa nini kwa kwenye ofisi yake nyumbani? Sasa ndio. Yaani siku niko napanga mistari babu. Yaani hapa niko vizuri. Hata mimi ndo nataka iwe hivyo. Kumwangushe. Ajione wazi. Ni hatari sana. Yaani nasikia hata uoga kukwambia lakini inanibidi maana nimeshindwa kujizuia. Kitu gani? Unajua kuna kitu ambacho nilikuwa nafikiria sana, yaani kilikuwa kinakosesha amani kwa muda mrefu sana. Kilikuwa kinakosesha amani, kinakosesha raha. Lakini naona leo ndio siku rasmi nikikwambia ili basi nione kama naweza kupumzika. Kitu gani? Kwa yaani nina siku tena samahani kwa kweli kama nitakuwa
nimeenda kinyume na heshima zangu. Hongera sana. Nimetokea. Niko na mapenzi ya dhati kwako. Nimeshindwa kujizuia. Yaani nimeona hapa leo hivi mke wako hayupo, ndio nimepata fursa kwa kweli. Nimepata fursa kukwambia kitu. Maana nina siku nyingi sana nakifikiria, lakini sasa nitaweza kupenda sana. Yaani sana nikakosa amani, lakini nikawa nakosa kitu cha kukwambia. Ila kiukweli nimependa kila mapenzi ya dhati. Nimeshindwa kujizuia. Kwa hiyo nimeomba upokee hisia zangu, tuwe pamoja, yaani tupendane. Ananiambia tupendane, iwe siri, hataki ujue. Yaani vitu vingi kwa kweli. Yaani mume wako amekuwa ananipendeza. Mume wangu mimi? Yaani ameniambia kama siku nyingi alikuwa ananiona na nitamani, lakini anakosa gisi juu ya kukuhofu wewe. Yaani maneno mengi mpaka ingine siwezi kukwambia.